Hilo jengo kwa sasa kwa muda limeungua muda saa 4 na dakika kama 45. Tulikuwa tunatoka madarasani tukaona moshi unafuka kwa sababu hatujui chanzo cha moto ni nini. Tulipoona moshi wafuka tulijaribu kuwapigia watu wa fire ili waje watupe msaada kuhusu ili jambo lililotokea hapa skuli. Mle ndani kwa hamna mwanafunzi yoyote ambaye alikuwa dahalia. Kwa hiyo tumepata hakuna aliyeathirika na hilo jambo lililotokea hapa, na mpaka sasa tunashukuru Mwenyezi Mungu, ila kuna vitu vya wanafunzi wenzetu vimeharibika. Ili tunawaambia serikali watusaidie kuhusu hili jambo hili, watupe msaada kwa hivi watu vile vitu vilivyoharibika kwa wanafunzi wenzetu, ili nao wapate kujiendeleza na kuhusu masomo yao, kwa sababu kesho kutwa hapa kuna mitihani inatarajiwa kufanyika, ili wanafunzi nao wawe kwenye nini ya mitihani, kwenye uniform ya mitihani. Mwalimu mkuu wa shule ya Katumbe sekondari, kama muda saa 4:30 hivi tumepata kama janga la moto kwenye eneo la wanafunzi ambao walikuwa wanaishi kama kambi. Tunakushukuru kwa wanafunzi wote, alhamdulillah. Wanafunzi walikuwa kwa darasani, hakuna mwanafunzi aliyepata hasara yote isipokuwa pata mshtuko tu ulingana ule moto ulivyotokezea. Lakini hata hivyo, kwa sababu tunaendelea na ujenzi na dahalia zote ziko salama, alhamdulillah. Zilikuwa sehemu ambayo ilikuwa kama ni kambi ndio iliyoungua. Ikiwa wanafunzi leo wanakuwa wanaishi kwenye dahalia hiyo, sio dahalia samani hapo tabidi kufutia. Ni kama sehemu ya makazi kwa ajili ya mtihani au kwa ajili ya makazi na wanafunzi 89. Bahati nzuri wanafunzi 84 walikuwa wapo na wote wako salama, na wanafunzi 5 wako nyumbani, hakubahatika kuwepo kwenye simu ya shule. Sasa baada hayo, isipokuwa wanafunzi vifaa vyao vyote vimepotea, vimeungua kwa moto, magodoro pamoja na mabegi yao na vitabu vyao vya kusomea. Tunashukuru Allah kwamba tukio lote hilo hapana hawana roho iliyopotea. Bado tunaendelea kumshukuru. Ni SF Alhamisi Mdungi ambaye ni mkuu wa kituo cha zimamoto hapa Kijichame, wilaya ya Micheweni. Tumepokea taarifa ya ajali ya moto muda wa saa 4 na dakika 38. Tumefika kwenye tukio, tumekuta moto huo unaendelea kuwaka. Kwa hiyo tumefanikiwa kuuzima. Kwa hiyo natoa wito kwa wananchi, inapotokea jambo hili la ajali, basi tunatakiwa tutoe taarifa zimamoto, na sisi tutafika, na tunachotakiwa kwamba wapige namba ya dharura 114. Wakipiga hiyo, sisi tutafika kwa haraka. Chanzo cha moto kwa kweli hakijulikani kwa sababu ulikuwa umeme umezimwa. Baada ya kuwashwa, tunafikiria tu kwamba ni overload ya moto, kwa hiyo ni chanzo hicho, lakini chanzo cha umeme hakijulikani. Banda linatumika kwa ajili ya wanafunzi wa kiume ambao walikuwa wakikaa humo pamoja na vifaa vyao vilikuwemo, lakini muda huo walikuwa hawapo, wapo darasani. Mimi ndio kiongozi mtendaji mkubwa katika wizara kuhakikisha kwamba mko salama wakati mnasoma na mnapata elimu bora. Poleni na changamoto ya kuungua kwa lile banda. Poleni kwa kupata changamoto kidogo ya kuungua lile banda. Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba hakuna athari ya mtoto kufa au kuungua. Tuseme inshallah. Na tuendelee kuomba Mwenyezi Mungu atuepushe na majanga mbalimbali. Nitoe wito tu kwa vijana wangu, yale mnaokatazwa usiyafanye kwenye madakhalia yetu, usiyafanye. Kwa mfano, usichogore switch kwenye madakhalia, msiunge waya za umeme na vitu vingine, inaweza kusababisha short. Majengo tunaojenga hapa alhamdulillah, bweni yote, bweni la kike halijaungua, liko salama. La kiume tunakamilisha kesho kutwa, vijana wa kiume watahamia kule. Haya mabanda ni masuala ya temporary. Walikuwa wanakaa pale ni kwa dharura, na bila shaka
karibuni sana wataweza kuingia pale. Na niseme tu niwape taarifa kwamba kuna vitanda vya kutosha na kuna magodoro ya kutosha wanafunzi kwa mujibu wa uwezo wa kile chumba. Maana dakhalia mpya tunaojenga ya kiume. Lililoungua ni lile jengo la dharura. Sasa mimi katibu mkuu nitamtaka mkandarasi sasa, na utanifanya nisiondoke Chwakatumbe, ili ile dahalia yetu ambayo inaendelea na ujenzi aweze kuikamilisha. Na mimi nimefuatilia, naambiwa anasuasua. Changamoto ishajitokeza, lakini dahalia yetu ambayo inajengwa ipo. Kwa hiyo mimi nimuombe mkandarasi popote alipo, kuanzia leo afunge kambi Tumbe, atukamilishie dahalia yetu ya kiume, ili watoto wetu waepukane na hii changamoto iliyojitokeza. Lakini pia nimewambia kamati ya maendeleo, katibu mkuu, japo na wewe mengine utafanya, kamati ya maendeleo ambayo ipo hapa Tumbe ituangalie mfuko wao wa maendeleo una nini, ili na wao waweze kuja kutusaidia. Tumefahamiana Mheshimiwa Sheha, masheha wa Tumbe muliopo, niwaombe mulisimamie hilo ili vijana wetu pia wapate faraja. Lakini tunaona katika bweni letu lile kulikuwa na nguo hizo za wanafunzi, mabuku. Najua kwetu sie Wizara ya Elimu mabuku si issue, sio? Kwa hiyo niombe watoto wangu ambao mupo, wale ambao wanakwenda nje huko wasende wakaeneza maneno ambayo sio huko. Bweni la kike liko salama. Lililoungua ni lile banda letu la dharura. Kweli si kweli? Lakini mjengo wetu pia wa kiume unaendelea kujengwa. Kwa hiyo niwaambie, mkiondoka hapa musende mkawatia taharuki wazazi wenu, wala na nyie musiwe na wasiwasi. Endeleeni na masomo yenu kama kawaida. Tumeelewana hivyo?